naogopa sana watu watatu kuolewa nao. Sawa. Kwa sababu watakusumbua. Nikasema mtu wa kwanza maraya. Yaani kijana maraya atakutesa. Wakasasa namjuaje huyu ni maraya? Nikasema wakati ule wa uchumba ukiona tu kabla ya kuoa na kuomba huyo ni maraya. Na anakuambia sasa mimi usiponi sitakuoa. Ujue huyo ni mtaalamu wa mambo hayo. Kwa nini anawahi kabla ya kukuoa? Hiyo moja. Nikasema hao watu maraya ni watu hatari. Nikasema mtu wa pili ambaye kama utamjua kwamba ni mlevi, muogope kama ukoma. Sawa. Hakuna watu wagumu kuishi nao kama mlevi. Kwa sababu mlevi ana akili mbili. Kuna ya kwake, alafu kuna wakati mwingine nyingine ya pombe. Ya pombe. Sasa ukiwa na ya kwake anakuwa yuko sawa. Mnapanga mipango, yuko sawa. Mwacha kaenda kaongeza akili nyingine. Akishaongeza akili ya pombe, kila atakachokifanya sio yeye. Unajua umewahi kuona mlevi anaamka asubuhi analia kwa vitu alivyovifanya. Alafu unashangaa tena jioni nitakunywa ila nitakuwa mstaarabu. Na ili kisha ingia kichwani. Ndio maana unakuta kuna watu ambao walikuwa waaminifu tangu wameanza kunywa pombe wakaanza umalaya, kwa sababu kilewa kila mwanamke unamuona ni mtoto wa form 2. Yeah. Hata limama lenye mapengo unaona kama limetoroka shule. Unaona bado mbichi. Bado mbichi kabisa. Umai kuna vituko fulani wanavitengeneza TikTok na hawa comedian. Lakini vina uhalisia wa maisha tulionayo Uswahilini. Yaani mtu analala na mwanamke kutoka katika ulevi, anaamka asubuhi anajiuliza hii kiumbe nimekitoa wapi? Alafu anashangaa bibi ana mapengo anasema baby. Anasema yeye si umenichukua huko. Anakisha leo akili inakuwa sio ya kwake. Sio ya kwake. Kwa hiyo watu wa namna hii kuishi nao hata namna ya kumshauri huyu mama mimi nashindwa. Kwa sababu yani ukikaa na mlevi sijui utafanyaje. Ndio maana wakati mwingi napohubiri nasema jamani, watu acha pombe kwa faida ya familia yako. Inawezekana wewe una enjoy ukilewa, lakini watu naoishi nao wanateseka sana. Lakini watu wanasema mchungaji usituingilie, tunalewa kwa pesa zetu, hutuchangii. Kuna siku moja nilihubiri ile walevi wananuka. Sasa kwani tunanuka tunalala na wewe? Wake zetu wamezoea harufu yetu. Hakuna mwanamke naye anayezoea harufu ya ulevi. Kwa hiyo walevi wanatesa sana. Na nimpe tu pole mama kwamba uliangukia mikononi mwa mtu sio salama. Mtu wa tatu ambaye nilisema mabinti be careful ni mvutaji wa madawa ya kulevya, bangi, kwa sababu hii vitu vikishaingia kichwani mtu ana uwezo wa kufanya chochote. Na hata watu wa namna hii hawashauriki. Mtu aliyeingia kwenye ulevi, kwenye madawa ya kulevya, sijui umalaya, hawashauriki kwa sababu vile vitu vinakamata nafsi. Na vikikamata nafsi ni ngumu sana kumsaidia mtu wa namna hiyo. Kwa sisi wachungaji hatuna kichaka cha kukimbilia zaidi ya kusema mama, mshike Mungu, muombe, wenda siku moja huyo Sauli wako akabadilika kama Paulo.